Alafu sio huyu peke yake, mchungaji Ezekieli na yeye nafikiri katika ile kucheza cheza na yeye naye akagundulika na yeye. Tizama video yake hii, nayo ilipatikana katika mtandao, naye drama pia, mpango mzima. Mi sioni kama Ezekiel kuna kitu kipi ambacho ametuletea. Yale yale ambayo yalikuwa kidaiwa na makasisi waliopita, na yeye anatembea juu ya hayo hayo. Ndugu yangu huyu, mimi namnasihi Ezekiel, mimi nampenda. Kwanza ni Mkenya mwenzangu, alafu pili ni mhubiri wa dini. Namnasihi, nampa nasaha kwamba Ezekiel, muogope Mwenyezi Mungu. Iko siku utakufa ndugu, utakwenda kukutana na Mola wako, alafu yote hayo unayoyafanya, drama zote unazozifanya zitakwenda kudhihirishwa mbele ya Mola wako, alafu utapata aibu bure. Siku ya Kiyama inaitwa yauma tubula sarai, siku ambayo siri za watu zitakwenda kufichuliwa, zitawekwa hadharani. Angalia huko gizani gizani, pembeni pembeni, mnavocheza drama zenu, alafu labda Mungu mwenyewe anawatelezesha makusudi, kwa sababu anaona watu wake wanapotoshwa. Angalia hali hii inapojiri sasa, hali inaonekana vile drama mnavozicheza, alafu baadaye mnakosa labda kuwalipa wale watu mliowaahidi. Siri inagundulika, kama huyu kijana kutoka Ukunda namna alivyozungumza. Tega masikio, tizama video yake, na pia ni ndefu, lakini vumilia kidogo. Hii yote unajua kwamba mimi nilitoa testimony ya uongo. Nikiongea naye hivi live, nikamwambia Pastor Ezekiel, hii unajua kwamba tulielewana unipe 100,000. Hamjawahi nipa. Mkaniambia mko busy. Nikaamua kuachana na hizo pesa, nikaanza biashara yangu. Hao watu ni walikuwa wananitumia pesa, walikuwa ni watu wako ambao walikuja kukufa. Na mimi kwa njia ya msaada, hakuna mahali ambaye nilikuwa natoa hizi maji zako. Amen. My name is Anderson Odhiambo. Niko na testimony. Sasa ulikuwa upendi station yangu? Nilikuwa sipendi station yako, na jicho pia nilikuwa hiyo ambaye alikuwa amepiga, ilikuwa haionekani. Lakini hiyo siku uliongea kwa TV ukasema kama wenzako wanatoka, niliona kwamba wengine wanatoka huko side za kwetu huko Kisumu, mimi Mjaluo. Wengine wanatoka Homa Bay na wanapata uponyaji, mbona si mimi? Monday, na hata jicho sasa nashukuru ilikuwa ioni kabisa, lakini inaonekana. Naweza kuonyesha picha katika hizo vile ilikuwa inanisumbua nikikula kitu ngumu. Hiyo ndio picha ambayo vile ilikuwa nikikula chochote ngumu ilikuwa ina bleed hivyo, kwa sababu daktari alisema hiyo jicho lako hata upeleke wapi haitaonekana. Lakini vile nilipofika pale nikaingia kwa hii kanisa, niliingia ni kama nimeingia kwa nchi nyingine, macho ikarudi sawa, ikawa hii ilikuwa nauma imepungua kabisa. Wewe ni wewe. Si unaona vile amepona sasa? Nimepona, nashukuru. Hata uwezi amini. Daktari alisema hii jicho hakuna vile tunaweza kusaidia, kwa sababu mwenye alikupiga ili katika karibu na lens, na lens waga ikiguzwa hakuna binadamu yote anaweza katengeneza. Jina naitwa Anderson Odhiambo Ukelo. Mimi ni mkaji wa Ukunda, Kwale County. Kuna siku nikafikia video fulani ya utapeli kwa jina la Mungu. Nilivyoyaona na yale ambayo nilikuwa nikifuatilia pale katika TV ya New Life Prayer Center, ilinisababisha nikakuwa na nia na mimi naye kutoka kujua yale ambayo yanafanyika katika kule New Life. Nilitoka moja kwa moja mpaka nikafika Majaoni, New Life Majaoni. Nilipofika Majaoni nikapata kwamba kuna watu wengi waliokuwa wanafika maeneo yale, na kuna watu wengi waliokuwa wanafika wakiwa ni wagonjwa, wengine wako katika hali ambaye ya maututi, na kuna wengine pia wanakufa kupita pale. So nilipokuwa pale, hiyo siku niliyofika ndio siku ambaye watu 8 walipata kufa katika ndani ya kanisa, ambaye mimi nilikuwa moja wa wenye lala katika kanisa hiyo siku. Ikabidi msimamizi wa New Life ambaye ni Pastor Ezekiel akatoa amri kwamba kuanzia leo hakutakuwa na mmoja wa kulala katika maeneo yale katika ndani ya kanisa. Ndio watu wakatolewa nje. Jioni yake mimi nilipofika pale, ikabidi sasa mimi sikuwa na mahali pa kulala,
tukatoka watu wote waliokuwa wamefika pale. Kulikuwa na wengine walikuwa na uwezo wa kuchukua nyumba, kulikuwa na wengine ambao hawana uwezo wa kuchukua nyumba, ambaye wengi wao walikuwa hawana uwezo wa kuchukua nyumba na wengine walikuwa ni wagonjwa. Wakatolewa nje. Tulivyokuwa tuko pale nje, geti kafungwa. Kuna wengine pia watatu wakawa wamepoteza maisha yao pale katika pale nje, ambayo walikuja wakachukuliwa na polisi, gari ya polisi, kuwapeleka kwa muchari. Nilikuwa ninaendelea pale, ndio nikaanza kujiuliza maswali, kama kweli watu wanasema watu wanapona, watu yale yote ambaye nilikuwa nikiyaona nikiwa nyumbani na hata yale yote ambaye naona nikifika pale, nilikuta ni mambo mawili tofauti. So nilivyoanza nikafuata jamaa mwingine ambaye alikuwa ni Asha pale ndani, alikuwa anaitwa Ezekiel. Kwa sasa hii ni marehemu. Alikuwa pale katika anahudumu katika pale New Life. Nikamuuliza, bwana, mimi naye niko na picha, kuna ka story nilikuwa nayo, kuna kitu ilinifanya jicho nikiwa katika maeneo ya Ukunda, nilikuwa nafanya kazi Bidibad. Ndio nikakutana na jamaa mwingine ambaye alinipiga jicho, nikaenda hospitali, nikaenda kwa Life Center mpaka nikatibiwa hali yangu ya kawaida. Hiyo ilikuwa ni 2019. So ilivyo hiyo 2019 2020 hapo, kwa sababu ilikuwa ni December. So hiyo kitu ikakuja kwenda kwa Pastor Ezekiel, nienda kwa mwezi wa 11 2021, ambaye ndio nilienda hapo. Sasa kuanza hapo ndio nikakaa hapo hiyo mwezi wa 11, mwezi 12, ambaye nilitoka February 2022 ndio nilitoka pale kwa Pastor Ezekiel. Nilienda na gari nikiwa naenda kwa nia ya kujua kwamba ni nini aswa kinachofanyika pale ndani. Na ndivyoenda pale katika ile story yangu, nilikuwa na jicho, ilikuwa kuna jamaa alikuwa amenipiga jicho, nikaenda pale kwa Life Center, nikatibiwa, jicho ikarudi sawa, ikawa nilikuwa nimepona, lakini bado nilikuwa nimebaki na hiyo kapicha katika Facebook. So nilivyo download ile picha, nikawa naenda nayo pale kwenda kuweka pale, kwenda kutafuta kujua kwamba haya yote inayofanyika ni ya kweli ama ni ya urongo. Ndio nikafuata jamaa mwingine anaitwa Ezekiel, ambaye alikuwa ni mhudumu pale kama Asha. So nilipomfuata nikamuuliza, niko na hii picha na nilikuwa ningependa sana na mimi naye pia kutafuta nini maisha, na hii picha nikitoa testimony pale ndani naweza nikapata pesa. Akaniambia hii picha, na nilimuelezea ile story vile ilikuwa, akaniambia ukaenda pale utafanywa interview, na baada ya interview mtaelewana, na wewe usikubali wakupee chini ya laki moja. Akaniambia nenda pale, nitaenda kuongea na Maraga, kuna pastor yuko hapo ndani anaitwa Maraga, ambaye alikuwa ndio karibu sana na Ezekiel. So alinieleza tumeongea hivyo, tukaenda kwa huyo Maraga. Maraga alivyo pia kuangalia ile picha, akasema hii inaweza kuwa nini, inaweza fanya kazi. Ilikuwa ni Jumapili hiyo wakati. So Monday nikaambiwa kwamba nitaingia wapi kwa interview. Sasa nilivyoingia kwa interview pale Majaoni Prayer Center, hii kanisa, mlango ya kanisa iko huku, hii ofisi iko pande hii. Alivyoingia pale nikaanza kuhojiwa, tukaanza kuelewana na kumwambia yale ambaye na niko nayo. Akanambia hii kulingana na wale watu watavuta, kulingana na wale watu ambao wataona hii picha watafuatilia, ukiongea vizuri ndio nitakulipa, lakini hiyo laki nitakulipa hata zaidi ya hiyo laki. Ikawa ile maelewano, mimi kwangu mimi nilikuwa nimwambia nini, $100,000. So nilivyofika siku ya Monday, ndio hiyo ilikuwa ni interview. Tuesday ikawa ni siku ya ibada. Siku ya ibada ilivyoingia pale, tukaenda tukafanya hiyo testimony. Nikaenda nikafanya nini, nikatoa ile ushuhuda kwamba vile niliingia hapo katika hiyo kanisa, na nilivyoingia katika hiyo kanisa niliingia katika dunia nyingine na nikapona, na watu wakapiga makofi. So nilipokuwa naongea, tukawa tunawajana na Ezekiel live. Nikamaliza hiyo interview. Baada ya hiyo interview ikawa ilikuwa ni jioni yake, nienda nikalipwe. Nilipofuata Maraga kanambia, wewe sasa fanya hivi, wewe kuwa mtendakazi hapa ndani, ili ukiendelea mzee bado yuko busy, akiwa tayari atakupa ile nini, ile pesa. Nilisubiri hiyo pesa, sikuwahi pata. Nilipokuwa namuuliza
hakuna mwenye anataka